mbere waliopita na Tanzania waliita n'abaskofu ambao wamebarikiwa na maaskofu. Iyo ni imvugo y'Itanzania. Hapo ni katika Tanzania. Ariko iwacu asenderwa n'abungere. Siko gahe. Kule nako wanasema wanabarikiwa na nivyo tugira dukorere. Ndicho tunayopenda kukifanya. Yabara ari center iliyokuwa center ya Knoxville, Tennessee. Ya Knoxville, Tennessee. Ubu igiye kuba imission. Itakuwa mission.
Yahora Center muri Texas. Ugiye kuba umwungere wa kabiri muri iyo senta ya Lansing, Michigan. Atakayokuwa mchungaji kiongozi katika misheni ya Lansing, Michigan. Naye ni huyu ni Habyarimana Benjamin. Unaye kama kusingo tunakwenda Texas. Yahora ni senta ya Texas. Iliyokuwa senta ya Texas. Fort Worth na Fort Worth. igiye kuba imisio. Itakuwa misheni sasa. Umwungere w'ishengero agiye kurongora kuri iyo misiyoni ya Texas. Mchungaji kiongozi wa hiyo misheni ya Texas. N'uyu Mariko Inkuru Nziza. Ni Mariko Inkuru Nziza. Ugiye kuba umwungere wa kabiri. Mariko Inkuru Nziza umufasha wiwe ari. Urafashe. Anayekwenda kuwa mchungaji wa msaidizi wa mchungaji kiongozi wa mchungaji wa pili kiongozi wa mission ya Texas. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Ngiye leo ugiye kuba umwungere wa kabiri. Atakayekuwa mchungaji kiongozi wa pili. Nawe n'uyu Elia Nyandwi. Mungu ambariki sana. Mundabire nta umusingo umufasha wiwe azamuke. Yahora Center muri Lokale Ile iliyokuwa senta ya Rock Island. ubu igiye kuba imisiyoni. Sasa hivi itakuwa misheni. Umwungere wa mbere agiye kurongora iyo misiyoni. Mchungaji wa kwanza atakayeongoza hiyo misheni. N'uyu misheni ku rindi zina Mikaeli Ni misheni Ndagijimana. na Kujimana. Umufasha wiwe navyamuruka hari.
senta. Iri senta ya gatanu. None ubugiye kuba imisiyoni. Umwungere wa mbere agiye kurongora iyo misiyoni ya Idaho n'uyu Desire Rukundo. Umufasha ntabwo umusingo. Umufasha wiwe byaguka mukomera amashiye. No. Yego. Ndio. Aha. Inyuma. No. Inafasi na chanyo. Ndeka ndabereke mu ndabe sogera gatoyi kuja nafasi boneke hajya ndashasigaje erega bado ndacibaruka erega sibabango. Yesu ashimwe cyane. Yesu asifiwe. Umufasha yani umwungere wa kabiri, mchungaji kiongozi wa agiye kurongora misiyoni yo muri Idaho, katika misheni ya Idaho. Uwo mwungere wa kabiri nawe n'uyu ni Jonathan Nikwigize. Umuririmbyi atumvishijwe icyo kigurushijwe anezerwa n'uburyo buriho gusa kandi natwe turanezerwa kweli. Naje moroza ahubya tunake babuke nonore gatoye bapiga vyombo mfanye. Yesu ashimwe cyane. Yesu asifiwe. Hanyuma rero kwa hilo sasa mucheche mkae kila mtu hadi umuntu atukwaruyu asije mtaka mshukuru mtu yake kugira ngo duhe kazi. Tunataka tumwalike askofu mchungaji kiongozi ahakuki aje simame aje hapa aje ichafuze ili aseme neno kura abarungere ba mbere n'abungere ba kabiri, kwa wachungaji wa kwanza na wa pili hamwe n'abafasha babungere na wake zao bose wote muraba mwiteguye muwe mmejiandaa kusikiliza feki navuze. Karibu askofu, fikisha neno kwa watumishi wa Mungu, wachungaji, viongozi hapa, na Mungu akubariki. Naona hapa ni sijui ufanye nini. Ndio wote wa kuangalia. Sasa wachungaji, viongozi,
Geukeni sasa huku muangalie nini. Nyanyinyi wache kende kumwe wesa kende nyuma mpenzi. Nabe mkali. Basi. Aha. Nataka nihakikishe umesimama. Nenda wicha. Ya Mungu akateka ni kwaosha ushiri mucyongereza. Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwanza nianze kwa kupongeza wandugu hawa. First of all, I'm starting with congratulating all of you. Kupokea wajibu huu katika nyumba ya Bwana. Kwa kupokea wajibu huu katika nyumba ya Bwana. Or to receiving this responsibility in the house of the Lord. Mungu awabariki ndugu zangu kwa sababu ya kupokea jukumu hili. May God bless you for accepting this responsibility. Huu ni utumishi. This service. Na ninayo machache ya kuwahusia kabla hatujawaombea. I have few to tell you before we pray for you. Kitabu cha Hesabu sura 27. In the book of Numbers chapter 27. Tukianza ule mstari wake wa 12. Verse 12. Twende mpaka mstari wa 20. To 20. Bwana akamwambia Musa, panda wewe juu ya mlima huu wa Abarimu, uitazame nchi iliyowapa wana wa Israeli, na ukisha kuiona wewe nawe utakusanyika pamoja na baba zako, kama Haruni ndugu yako alivyokusanyika, kwa sababu mliasi juu ya neno langu katika jangwa la Sini wakati wa mateto ya mkutano, wala hamkunistahi hapo majini mbele ya macho yao. Maji hayo ndiyo maji ya Meriba ya Kadeshi katika jangwa la Sini. Musa akanena na Bwana akisema, Bwana Mungu wa roho wenye mwili wote aweke mtu juu ya mkutano, atakayetoka mbele yao na kuingia mbele yao, atakayewaongoza watokapo na kuwaleta ndani, ili mkutano wa Bwana wasio kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akamwambia Musa, mtwae Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake, ukamweke mkono wako, kisha ukamwekee mbele ya Eliezeri kuhani na mbele ya mkutano wote, ukampe mausia mbele ya macho yao, naye utaweka juu yake sehemu ya heshima yako, ili mkutano wote wa wana wa Israeli wapate kutii. Kulikuwa na tunakumbuka habari ya Israeli. We remember the history about the Israelites. Ilikuwa ile kanisa ambalo limetoka Misri wanaenda Kanaani. It was a church from Egypt going to Canaan. Bwana alikuwa amempa Musa kuwa mchungaji wa kanisa hilo. God has given Moses the duty to lead them. Na wakaendelea vizuri chini ya uongozi wa Musa.
And they went well under Moses' leadership. Lakini baadaye kulitokea mambo ambayo yalikuwa lazima uongozi ubadilishwe. And later on things happened that the leadership had to change. Na hapo ndipo Joshua anainuliwa. That's when Joshua was raised up. Na tumesoma na haya, Mungu anamwambia Musa. And when we read this, God was telling Moses, aitwaye Yoshua ampe mausia mbele ya watu wote. That he should give Joshua the instruction before everybody. Kwa hiyo anamchukua Yoshua apewe majukumu au apewe mausia mbele ya mkutano wote. So that Joshua was supposed to be given the instructions before the congregation. Haya ndio tunayasoma hapa. And this is what we read here. Na hivi ndivyo ilivyokwenda. And that's how he went. Usema nini hapa? And what do I need to say here? Kama nimesema mzee, tunabariki viongozi mbele ya mkutano wote. As he said, we inaugurate or we pray for servant before the congregation. Ili watu wote wafahamu hao ni viongozi waliowekwa. So that all people will know this is the servant that has been appointed. Ndugu zangu, nataka kuwapa mausia machache. My brother, I want to tell you a few words. Na mausia menyewe, and these few words, mausia ya Bwana kutoka kitabu cha Joshua sura ya kwanza. Is the word that we found in the book of Joshua chapter 1. Ninyi wenyewe mtasoma kwa wakati. You're going to read on your own time. Kuanzia mpaka 9. From verse 2 to 9. Lakini kuna mambo kadhaa ukisoma hapa. But there's a few things if you read there. La kwanza, the first, Joshua anaambiwa na Mungu. Joshua was told by God. Ameitwa ili kuwaongoza watu wake Mungu kule ambako Mungu anataka wafike. He was called to lead people to where God wants them to go. Kwamba ahakikishe analipeleka kanisa lile mpaka kule ambako Mungu anataka watu wafike. To make sure that he leads his people to their destination that God has appointed for them. Kuwa mchungaji bosi. So to be a shepherd, a leader, ni kupeleka kundi la Bwana au kuliongoza kundi la Bwana kule ambako Mungu anataka watu wake wafike. Is to lead the congregation of God to where God wants them to be. Hiyo ndio jukumu ambalo anamwambia hivyo. That was the duty that he was told. Kwa hiyo mchungaji kiongozi ni mtu ambaye anaongoza kundi la Bwana pamoja na msaidizi wake. So the leading pastor is the one who lead his congregation. Anaongoza kupeleka kundi la Mungu kuna ambako Mungu anataka. And he lead the people of God to where God wants them to go. Yoshua anaambia ahakikishe anawaingiza nchi ya Kanaani, wasishe njiani. Because Joshua was told to make sure that he kept them into the country of Canaan. Kwa sababu hiyo nataka kusema kwamba hiyo ni jukumu lenu kwa kutoka kanisa la Mungu mnaliongoza kufikisha watu katika baraka za Mungu lakini mbinguni pia. And this now you should know that this is your duty to lead people to get to their blessings and to get to heaven. Lakini pia kwa kiongozi. And as a leading pastor, ni kuongoza wachungaji wengine. It's to lead other pastors katika utumishi wao. In their duties. Kuwa mchungaji kiongozi. Being a leading pastor. Kuwa kiongozi wa viongozi wengine mbalimbali kanisani. It's to be a leader of other leaders in a church. Kuwa mchungaji kiongozi. To be a leading pastor. Ni kuongoza washirika wote wa kanisa. Is to lead all the members of the church. Kwa hiyo haya ndio majukumu ambayo nataka kuwakumbusha. So this is the responsibility that I want to remind you. Na mnapochukua jukumu hili la kuongoza. And once you have taken this responsibility. Kuongoza ni vizuri kufahamu ni kutangulia mbele ya watu. You should know to lead is to go in front of others. Kutangulia mbele ya kundi. To be in front of the group. Na tunamtazamia kiongozi au anajua njia vizuri aongoza watu sawa sawa. And we hope that the leader should know
the way clearly. Kiongozi kama hajui njia, anapoteza sifa za kuwa kiongozi. If the leader does not know the way, he loses the credibility to be a leader. Inabidi arudi nyuma apate kuongozwa. So now he needs to go back to be led. Kwa hiyo mnayo kazi kubwa ndugu zangu, kuwaongoza watu wa Mungu kule ambako Mungu anataka. Mnamjua Bwana, mjue njia vizuri, muwapeleke watu katika baraka za Mungu na kule hata mbinguni pia. So now that we have given this responsibility to lead the people, it's for you to know the way very well so that you will lead people to where they need to go. Kuwa mchungaji, Being a leading pastor ni kuwa kiongozi. is to be a leader. Kuongoza maana yake kuwa kielelezo. To lead means to be an example. Maana yake ni kutangulia. It means to go in front of, Njia, in the way, lakini pia katika yale yote ambayo mnataka kuwaambia wengine, mimi ninakuwa wa kwanza. and in all the messages that I want to tell others, you should be the first one to apply those Hasa messages. uongozi wa kanisa Especially the church leadership ni kuwa mfano, is to be an example, ni kutangulia. is to go in front of. Nikiwaambia wengine utakatifu, mimi naishi maisha matakatifu. When I tell others about holiness, I should be holy. Nikiwaambia watu wengine uaminifu, mimi ni mwaminifu. And when I tell others about being faithful, I should be faithful. Nikiwaambia wengine maisha ya kuomba, basi mimi naomba basi. If I tell others about a prayerful life, I should be a prayerful Nikihubiri wengine person. kutoa, hata mimi natoa. If I teach about giving, I should be the one leading to give. Ndio maana ya kuongoza. That's the meaning of leading. Kuongoza maana yake ni maisha yenyewe yawe mfano na kielelezo. So leading means it's your life to be an example to Kwa others. hiyo ni jukumu kubwa sana ndugu zangu. So it's a big responsibility. Lakini bado nasema Mungu ameona vyema kuwapatia majukumu haya. But I know God is prepared to give you this responsibility. Mungu awape neema Oh, may God give you a grace na wasaidie and they help you unapobeba jukumu hili au kazi hii. when you are fulfilling these duties. Waongozeni watu kule katika kusudi la Mungu analotaka. Lead people to the way God wants you to lead them. Watumikieni watu. Serve them. Kuongoza kiroho maana yake ni kuwa mtumishi wa wengine. Leading spiritually is to be other servant. Nikisoma Biblia When I read the Bible,